ina mambo mengi sana ya kustaajabisha na kushangaza. Na miongoni mwa mambo hayo ni jambo ambalo kwa lilitokea Strasbourg mwaka 1518. Jambo ambalo lilitikisa ulimwengu na mpaka leo wanasayansi hawaelewi ni nini hasa kiliwakumba watu wa Strasbourg. Miaka hiyo watu wa Strasbourg walijikuta wakicheza tu bila kuelewa ni nini hasa kimewakumba. Yaani kama ni wewe hapo unajikuta unacheza tu. Hakuna mziki wala hakuna chochote, ila unacheza tu, unakata mauno, unasheki na kucheza kila aina ya mchezo, unarukaruka na mambo mengine. Basi hali hiyo ndo hali ambayo kwamba iliwakumba watu wa Strasbourg mwaka 1518. Endelea kuwa nasi ili upate simulizi kamili. Mwaka 1518 katika mji wa Strasbourg ambao leo hii uko nchini Ufaransa, kulitokea tukio la ajabu lililowashangaza na kuwatisha watu wengi sana. Tukio hilo liliingia katika historia kwa jina la tauni ya kucheza, Dancing Plague, hali ambayo haikuambatana na homa wala kikohozi, bali iliwafanya watu kucheza bila kukoma, kana kwamba hawakuwa na uwezo wa kudhibiti miili yao. Mwanzo wa jambo hilo ulikuwa kushangaza. Siku moja ya kiangazi, mwanamke mmoja alitoka nyumbani kwake na kuanza kucheza katikati ya mji. Lakini hakuwa akicheza kwa furaha, wala hakukuwa na sherehe yoyote. Alionekana kana kwamba mwili wake ulikuwa ukimsukuma kucheza bila hiari yake. Alizunguka, akaruka na kukanyaga ardhi bila mpangilio. Macho yake yalikuwa wazi, lakini yalionekana kana kwamba akili yake haikuwa ikitambua kikamilifu kilichokuwa kikitokea. Mwanzoni wakazi walidhani huenda alikuwa na matatizo ya akili au amepatwa na hali nyingine isiyo ya kawaida. Lakini kilichotokea baadaye kiliwafanya watu waogope zaidi. Watu wakaanza kumfuata. Baada ya muda mfupi, watu wengine walianza kujiunga naye. Jambo la kutisha zaidi ni kwamba hakukuwa na muziki, hakukuwa na ala ya muziki, wala hakukuwa na sababu yoyote iliyoeleweka. Walicheza mchana na usiku. Wengine waliendelea kucheza mpaka miguu yao ikavimba na nyayo zao kuchanika, lakini bado hawakuweza kusimama. Ndani ya wiki chache inakadiriwa kwamba zaidi ya watu 400 walikuwa wameathiriwa na hali hiyo. Strasbourg ikaanza kutawaliwa na hofu. Viongozi wakafanya uamuzi wa ajabu. Badala ya kujaribu kuwazuia, viongozi wa mji waliamini kwamba njia bora kuwasaidia ilikuwa kuwaacha waendelee kucheza mpaka wachoke. Kwa hiyo wakaajiri wanamuziki na hata kujenga jukwaa maalum kwa ajili ya watu hao. Lakini badala ya hali kutulia, iliendelea kuwa mbaya zaidi. Baadhi ya watu waliokuwa wakicheza walianguka na kufariki kutokana na uchovu uliokithiri, kiu kikali na mshtuko wa moyo. Hofu ikatawala Strasbourg, na jambo kubwa zaidi lilikuwa hili: hakuna aliyekuwa na jibu la uhakika kuhusu kilichokuwa kikiendelea. Watu walikuwa na maelezo mbalimbali. Baadhi waliamini kwamba ilikuwa laana kutoka kwa Mungu. Wengine walihusisha tukio hilo na nguvu za kishetani, lakini wengine walidhani huenda ilichochewa na njaa, msongo mkubwa wa mawazo au sumu iliyokuwa kwenye chakula. Hata leo wanahistoria na wataalamu wa kisaikolojia bado wanajadili chanzo halisi cha tukio hilo. Je, ilikuwa maradhi ya mwili? Je, ilikuwa tatizo la kisaikolojia lililoenea kutoka mtu mmoja kwenda kwa mwingine? Au kulikuwa na jambo lingine ambalo watu wakati huo hawakuweza kulielewa? Hakuna jibu moja linalokubalika na wote. Jambo moja tu liko wazi, ni kuwa mwaka 1518 Strasbourg ilishuhudia tukio la ajabu sana katika historia, ambapo mamia ya watu walicheza bila kukoma, baadhi yao hadi kupoteza maisha. Na mpaka leo tauni ya kucheza Strasbourg bado ni moja ya mafumbo makubwa katika historia ya Ulaya. Hili ni miongoni mwa mambo ya ajabu zaidi yaliyowahi kutokea katika ulimwengu huu tunaoishi. Dunia ina mengi sana ya kushangaza,
Na hili ni miongoni mwa hayo. Msimuliaji wako ni mimi Mahir Bey.